to you. Amen. Amen. I want to thank God. Nataka nimshukuru Mungu. I left in your midst. Aliweza kutoweka kati yenu On 22nd tarehe 22 and I went home. akaenda nyumbani. I want to take this opportunity Nilipenda kuchukua fursa hii to thank all of you kwa shukuru nyote for your prayers. kwa ajili ya maombi yenu. And now we are back in Mombasa. Na sasa wapo wamerudi Mombasa. Amen. Amen. What I saw yesterday Alichokiona jana katika hiyo barabara in the road, it wasn't good, but we need to pray for those who are traveling. haikuwa nzuri, lakini inastahili tuombe kwa wale wanaosafiri. There was a lot of accidents. Kulikuweko na ajali nyingi. So what we need to do to pray for those who are traveling. Kwa hivyo tunachostahili kukifanya ni kuombea wanaosafiri. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nyumbani iko sawa. Our home is good. Wale tunashiriki nao nyumbani walituma salamu zao. Those whom we fellowshipping with send him with the greetings. Amen. Amen. That is my local church at home. Hiyo ni kanisa la nyumbani. They are so lively. Wako tena wako wazima mno. Amen. Amen. They are so loving. Na pia wana upendo mwingi. Walisimama na mimi. They stood with him like their own child. Ni kana kwamba ni kama ndugu yao. Like their own son. Kama kijana wao. It's good to serve God, my dear brothers. Ni vizuri kumtumikia Mungu, ndugu zangu. Do not rely on your parents. Usitegemee baba wazazi, even your friends, hata marafiki. Rely on the Lord. Mtegemee Mungu, and you will see victory. na ukauone ushindi. Nilizungukwa na wengi wa Kristo. He was surrounded with a lot of Christians. Amen. Amen. And it was so wonderful. Na ikawa ya ajabu sana. It's good to serve God. Ni vyema kumtumikia Mungu. And God will connect you with people. Na Mungu atakuwa kiunganisho chako na watu. That can stand by you. Na atakuunganisha na watu ambao wanaweza kusimama pamoja nawe. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I say, God, take your own glory. Na wanasema Mungu akaupokea utukufu wake. Amen. Amen. I want us to read a scripture. I know time has gone. Natumai masaa yameenda, nataka nikasome maandiko. I want us today we have a tithe and offering. Leo tuko na matoleo ya fungu la 10 na la hiari. Remind you, it's a book that you've been reading for some time. Ni maandiko ambayo tumekuwa tukisoma mara nyingi, nataka nikawakumbushe tu. I want to major on 3 people. Bali anataka kazungumze juu ya watu watatu tu. I want to speak about Dorcas. Anataka kanene juu ya Dorcas or Tabitha. ama Tabitha. I want to speak about Cornelius, but I will unify them. Anataka kazungumze juu ya Cornelius, lakini atawaunganisha pamoja. And Zakayo, they did one day. Na Zakayo ambao walifanya jambo moja. One thing that they did. Kitu kimoja ambacho walikifanya. In Acts chapter number 9:36. Matendo ya Mitume 39 kuanzia mstari wa 6. No, Acts chapter number 9. Matendo ya Mitume 9:36. Mstari wa 36. We shall just read very shortly. Tutaisoma kwa ufupi Because of time. kwa sababu ya muda. In Acts chapter number 9 verse 36, the Bible says, in Joppa there was a disciple named Tabitha, which then translated is Dorcas, who was always doing good and helping the poor. About
that time she became sick and died. And her body was washed and placed in upstairs room. Lydda was near Joppa. So then the disciple had that Peter was in, about that time she became sick and died, and her body was washed and placed in upstairs room. Lydda was near Joppa. So then the disciple heard that Peter was in Lydda. They sent 2 men to bring and urge him, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Biblia inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumwosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lydda ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu 2 kwake wa kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Amen. Amen. The Bible speaks about Dorcas. Biblia inazungumza juu ya Dorkasi, one of the disciples of Christ. Mmoja wapo wa wanafunzi wa Kristo. She was born like us. Alizaliwa kama sisi. She was born like you. Na akazaliwa kama wewe. And she was converted into Christianity. Na akawa anageuzwa kuwa watu wa Kristo. Na akaishi maisha ya Ukristo. Amen. Amen. Dorcas, the Bible says, maandiko inasema Dorkasi, she loved God. Alimpenda sana Mungu. She loved God. Alimpenda Mungu. She walked with God. Na akawa anatembea na Mungu. Amen. Amen. The other name of Dorcas is Tabitha. Jina jingine la Dorkasi ni Tabitha. And why the Bible recognizes Tabitha? Kwa sababu gani Biblia inamtambua Dorkasi ama Tabitha? Used to do good. Kwa sababu Dorkasi alikuwa akitenda mema. She used to help the poor. Alikuwa akisaidia wale ambao wajiwezi. She used to help the widows. Alikuwa akisaidia wajane. Amen. Amen. Making clothes for them. Akawa anawashonea nguo. Giving them food. Na hata anawapatia vyakula kuikula. Hata jina lake likatambulika katika maandiko. Amen. Amen. The Bible says at times she became sick. Maandiko inasema siku akawa mgonjwa. She died. Na akafa. Amen. Amen. And when she died, na alipokufa, the people that Dorcas used to help, watu ambao alikuwa akiwasaidia Dorcas, wale wajane, the orphans, wale mayatima. Amen. Amen. They cried unto God. Wakamlilia Mungu. They saved this woman. Ili waweze kumwokoa huyu mwanamke. Na wakasema huyu mwanamke amekufa. Ni nani atakaye tusaidia? Wakaamua to take the clothes
wakachukua nguo Dorcas used to make for them. ambazo Dorcas alikuwa akiwatengenezea, They washed those Dorcas. na wakamuosha Dorcas, They took Dorcas to the upstairs. wakampeleka Dorcas orofani. That is when they started to cry. Hapo ndipo walipoanza kulia And they were telling God na wakawa wanamwambia Mungu the things that Dorcas used to do for them. yale mambo ambayo Dorcas amekuwa akiyafanya. Amen. Amen. And they heard that Na wakasikia kwamba Peter was in leader. kwamba Petero alikuwa leader, They sent two men. na wakatuma na watu wawili. Hallelujah. Haleluya. They said, Wakasema, go and bring Peter. nendeni mkamlete Petro, Our mother is dead. kwamba mama yetu amekufa, And we know she can rise again. na tunajua ya kwamba hawezi akainuka tena. When Peter came, Na alipokuja Petro he went to straight to the upstairs. akaenda moja kwa moja orofani, The Bible records na maandiko inanakili that Peter found women, widows, kwamba Petro alipata wajane crying very hard. wakilia kwa uchungu. Hallelujah. Haleluya. They were crying clothes. Walilia wakibeba nguo mikononi, It's what Dorcas used to give them. yale ambayo Dorcas alikuwa akiwapatia. The Bible says Na maandiko inasema Peter told them, kwamba Petro akawaambia leave this room. kwamba tokeni katika nyumba hii. Hallelujah. Haleluya. Peter prayed earnestly. Basi Petro akaomba kwa nguvu, And the breath came back. na pumzi ikamjia. What am I trying to say? Ni kitu gani najaribu kusema? Giving Kutoa can stop the death that is withering your life. inaweza ikasimamisha kifo ambayo inazungusha maisha yako. Giving can stop anything. Kutoa inaweza ikasimamisha chochote, Any weapon formed against your life. kila silaha ambayo kimeundwa kumaliza maisha yako. Giving can stop death. Kutoa inaweza ikazuia kifo. Giving can stop death. Kutoa inaweza ikazuia kifo. Giving can stop any curse. Kutoa inaweza ikazuia laana. Giving can stop any sickness in your life. Kutoa inaweza ikazuia chochote maishani mwako. Giving can stop anything. Kutoa inaweza ikazuia chochote. Somebody implanting your life. Yoyote ambaye anang'ang'ania maisha yako Because of giving, kwa sababu ya kutoa, just raise up again. Dorcas akainuka tena And death disappeared. na kifo ikaondoka. Giving Kutoa can stop death. inaweza ikazuia kifo. In the book of Isaiah, that I will not read, Katika kitabu cha Isaya ambayo sitasoma, chapter number 13, verse 1. Kutoka mlango wa 38 There is a kutoka man moja, of God called Hezekiah. na akamuita Hezekia. There is a man of God called Hezekiah. Kuna mtumishi wa Mungu aliyemwita Hezekia. Hezekiah 38:1. Hezekia 38:1. When the report came to Hezekiah, Na ripoti ilipomjia Hezekia that Hezekiah, man of God, kwamba Hezekia mtumishi wa Mungu, prepare your life. sasa andaa maisha yako, The sickness that you are in, kwamba ugonjwa ulio nayo you will not survive. hautapona. The Bible says, Maandiko inasema the angel, the prophet of God, kwamba nabii wa Mungu Isaiah, Isaya
alipopokea ujumbe, he faced the wall, akageukia ukutani, arguing with God. na akaanza kuzungumza na Mungu, He told God so many things. na akamwambia Mungu mambo mengi, Look the way I have served you. kwamba Mungu, angalia jinsi ambavyo nimekutumikia, Look how I have served you. angalia vile ambavyo nimekutumikia. A time comes when things come around us. Kuna wakati ambapo vitu huja kwetu sisi, We can argue within the word of God with God. na tukazungumza ndani ya neno la Mungu na Mungu, Hezekiah argued with God. na Hezekia kaongea na Mungu, Reminding God akawa anamkumbusha Mungu how he has served him. jinsi ambavyo amekuwa akimtumikia, Because he was a giver. kwa sababu alikuwa mtoaji. A giver Mtoaji can argue with God. anaweza akaongea na Mungu When situation arises ikiwa mambo yamemkumba, which does not give you joy. ambayo hawezi kukupatia furaha. Hezekiah argued with God. Na Hezekia akaongea na Mungu, He said, God, look angamwambia Mungu, angalia how I have served you. vile mambo nimekuwa nikikutumikia, How I have served you. vile ambavyo nimekutumikia, How I have loved you. vile ambavyo nimekupenda, How I have walked with you. vile ambavyo nimetembea pamoja nawe. He reminded God Akamkumbusha Mungu that the death is about to kick him out. ikiwa kifo iko karibu kumtoa. Amen. Amen. How many people are getting me? Wangapi wananipata? Hallelujah. Amen. So giving Kwa hivyo kutoa and walking right with God na kutembea kwa haki na Mungu can stop death at your doorstep. inaweza ikazuia kifo mlangoni pako. Giving, Kutoa walking right with God, kuna kutembea kwa haki na Mungu, serving God wholeheartedly na kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote, can stop any weapon inaweza ikazuia silaha that yoyote can be formed against you. ambayo inaweza ikatengenezwa kwa ajili yako. We have seen in the case of Dorcas, Tumeyaona katika upande wa Dorkasi, we've seen in the case of Hezekiah. na hata kuangalia upande wa kifo cha Hezekia. When the time came Wakati ulipofika, and the death was knocking, ikiwa kifo ilikuwa ikibisha, hallelujah, haleluya, the Bible says maandiko inasema Hezekiah, kwamba Hezekia he turned on the wall, akageukia ukutani reminding God na akamkumbusha Mungu that the death kwamba kifo that has come near him ambayo imekuja karibu nami cannot touch his life haiwezi ikaguza maisha yangu, because of giving, kwa sababu ya kutoa walking right with God. na kutembea kwa haki na Mungu. So when we give, Kwa hivyo tunapotoa, there are things that God stop from us. kuna vitu ambavyo Mungu huzuia kwetu, If you don't know it from today, na kama hujui, jua kutoka leo. if you don't know that, Kama huko unajua you are giving here kwamba kutoa kwako hapa has stopped so many things. inamaanisha mambo mengi, He has stopped so many things. imezuia mambo mengi. There are so many things that can touch our life. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikazingira maisha yetu. Giving and walking right with God, kutoa na kutembea katika haki na Mungu. God has protected your life. Mungu amelinda na kuzuia maisha yako. Cornelius, the Bible says, Kornelio, maandiko inasema in the book of Acts chapter 10, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10, hallelujah, amen, this man was a giver. kwamba mtu huyu alikuwa mtoaji, He was a king. alikuwa mfalme, And the Bible says, na maandiko inasema he used to give alikuwa akitoa to the poor. kwa umasikini. Amen. Amen. And the Bible records, Na maandiko yanakiri he was a prayerful man. kwamba alikuwa mwombezi. So you can be prayerful, Kwa hivyo unaweza kuwa mtu mwombaji but without giving, na bila kutoa, things cannot work well. mambo hayawezi enda sawa. I was just
nilikuwa nikiandaa tu nini yako As we start 2026, kwamba tunapoianza mwaka huu wa 2026, this is the foundation hii ndiyo msingi that can make any one of us, ambayo inaweza ikatengeneza yeyote kati yetu to make a step forward na kupiga hatua mbele. Mix these two things, Haya mambo mawili mix them na ukayaunganishe pamoja and put them into practice. na ukayaweke katika matendo, Your life will never be the same again. na maisha yako haitabaki jinsi ilivyo. Cornelius was a giver, Na Kornelio akawa mtoaji, a cheerful giver. na akawa mtu wa kutoa. Amen. Amen. The Bible records, Na maandiko nakili, and the Bible put a circle somewhere. na maandiko imeweka alama mahali He was a king. kwamba alikuwa mfalme. Amen. Amen. And all his family members, Na pamoja na watu wake wote they love God. walimpenda Mungu. Amen. Amen. And they were givers. Na walikuwa toaji. How many are getting it? Hata ukibeba kidogo, Even if you get small, bring it into the house of God. na uilete katika nyumba ya Mungu, What God looking for, na kile ambacho Mungu anachokiangalia, Jehovah is looking for, kile ambacho Yehova anaangalia is a cheerful giver. ni yule mtu ambaye anatoa kwa furaha. Amen. Amen. You can give whatever you want Unaweza ukatoa chochote kile ulicho nacho with cheerfully joy. na ukaitoa kwa furaha ya ajabu, Jehovah records it. na Mungu huinakili The way he recorded for Dorcas and jinsi alivyoinakili ya Dorkasi, yours can be recorded. yako pia inaweza ikanakiliwa. As we begin 2026, Na tunapoianza mwaka 2026, the Lord decorate your life. wacha Mungu akaiunde maisha yako, May the foundation of your life na wacha msingi wa maisha yako be found within the corridor of God. ikapatikane kati ya utukufu wa Mungu. Hallelujah. Haleluya, Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. May the foundation of this 2026, Wacha msingi wa mwaka wa 2026, may God decorate your life. wacha Mungu akatengeneze maisha yako, As we ground in the word of God, na tukiwa tunaenenda katika neno la Mungu deep rooted in the word of God. na kuingiza mizizi katika neno la Mungu, So when we give, it will be recorded and found in the book of life. na tukitoa na tuweze kunakiliwa katika kitabu cha uzima, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. I am dwelling in the Old Testament. Nimeangalia kupatia katika kitabu cha kale, Ezekiel is being found in the Old Testament. na Zakaria anakupatikana katika kitabu cha kale, I am coming to the New Testament. na nikaingia katika Agano Jipya, I have found these two men, na nikawapata watu hawa wawili Dorcas and Cornelius. ambaye ni Dorkasi na Kornelio. So the person that is arguing out that I'm out of the Bible, Na kwa hivyo siwe Biblia hizi kasema kwamba niko nje ya Biblia, I'm in the corridor and justice of Jehovah. ila niko katika mviringo wa Jehova, The one that gives to God. na yeyote yule apeane kwa Mungu He can argue his case within the law and of Christ Jesus. anaweza kapiana lalama yake kwa Mungu. We can argue our case. Tunaweza tukalalamikia kesi yetu Jehovah God. kwa Mungu wetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise be to God. You know, arguing with God Unajua kuzungumza na Mungu is not easy like the way people take it. sio rahisi kama vile watu huchukua. When Ezekiel argued, Na Ezekia alipolalamikia Mungu, he reminded God. alimkumbusha Mungu Again, alikuwa anafanya. kweli, he used to reach. Ukweli alikuwa anafanya. Truly, he used to reach. Dorcas used to do it. Dorkasi alikuwa kifanya. Hata Petro wakati alikuja, Even when Peter came, aliona manguo za Dorcas he zikiwa. saw the clothes
Kwa hivyo toa, It will be recorded. na itanakiliwa. Hadi mrutini. Kitu kikufanya Ibrahim wakati mkuu wake. utasikia watu wengine wakilia kwa nguvu Bema mangani beli. kwamba mama Anania nilikuwa, Oh, Yasai maduo. oh Mungu mkuu, Haleluya. haleluya. Tuma chano mama niki mie kitere kamoro. Gonjwa inayomsumbua mama isimpeleke mahali, Itinguleni. na unabeba nguo Kabiniso. wakionyesha Mama nikanengima. kwamba mama huyu alipokuwa mzima Mami wachiemo. alikuwa akitupatia chakula Lepwaka nuti. na nguo zetu zikizeeka Noka omutwango nilewete. alikuwa akiyashona kutumia mikono Kadiriyo ingoa. tukiwa na kiu, Nubi wapigwa modo. alikuwa akitupatia maji tunywe. Mungu namina. Tukufu kwa Amina. Iko watime mbele ya sai. Kwa hivyo vipi yana baada ya kufanya mbele ya Mungu Jambo mbele rahisi. yanaweza kuwa kama mfano, Kendo jomba njalo chukoni. na hata wapiga vita wanaweza kuja kusimama nawe. Mungu namina. Tukufu kwa Amina. Haleluya. Amen. Kana kanyanda. Hata nilipokuwa nyumbani, Mama nungi sa dedicate ground kucho. Mama nungi sa dedicate ground. mama alisema nenda katengeneze ardhi. Amina. Amen. Kama ubiro ndio mayome ground. Alipokuja kalala pasuri. Mungu namina. Amen. Ndio majambo yimo kwake. Yeye akaona tu wanavita wakimkumbatia. Mungu namina. Tukufu kwa Amina. Ndio jomba yake. Akaona wapiga vita wamemkumbatia, Ni mama ukirikeni. kwamba mama hauko peke yako, Wanka. tuko hapa. Mungu namina. Tukufu kwa Amina. Mimi yeye kwa hiyo wanapigana wala na. Walikuwa wengi kuliko hata wale ukoo wangu. Amen. Amen. Wewe ni badi kama. Hebu pungia Bwana. Mungu akubariki. Hallelujah.